Anyway, mtukuzeni mtu wenu, mtukuzeni, mpeni maua yake, 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 mpeni maua yake. Ni kweli ni kiongozi bora, ni kweli ni kiongozi dokta, mheshimiwa, ni kweli, mpeni maua yake, mpeni tu, mpeni. Mnamtukuza bure mtu wenu huyu, lakini mfahamu ya kwamba licha ya kufanya yote haya, mjue kwamba haki iko, Mungu mwenye haki, na haki iko, na mambo hayatabaki hivi. Inasikitisha sana kuona kwamba aliye sababu ya mazila, uchungu, maumivu na damu nyingi kumwagika anapewa stashahada ya kiongozi bora. Je, kiongozi bora kwenye nini? Kwenye nini? Katiba zenu zinasemaje? Katiba inasemaje kwa habari ya kuto kumwaga damu ya raia? Amemwaga damu ya raia, ameua watu, ameteka watu, maelfu ya watu, lakini mnamlinda. Bunge lipo, mahakama zipo ambazo zilikuwa ndo wajibu wake wa huu. Kama ni rais amefanya mambo yanayovunja katiba zenu wenyewe, haitakiwa achukuliwe hatua gani? Lakini tunaona siku zinakwenda, anazidi kukuta dokta au kiongozi bora, mheshimiwa, lakini iko haki itokayo juu, iko mahakama ya Mungu itokayo juu, ambayo kwa wakati wake ikisimama, nawaambia wengi mtanyongwa mbele ya jua hili. Acha iendelee kunyesha, acha iendelee kunyesha. Nasema kitabu cha Ufunuo sura ya 11 mstari wa 7, anasema hata watakapomaliza ushuhuda wao, yule mnyama atokaye katika kuzimu atafanya vita nao, naye atawashinda na kuwaua. Ukisikia mnyama, ni mtawala, ni utawala wa kishetani, ni utawala ambaye kiongozi, mtawala huyo anakuwa ni dhalimu, anakuwa ni fisadi, anaonea watu, anaua watu. Yaani huyu ndo mpinga Kristo. Sasa mpinga Kristo anapinga haki, anapingana na haki, yaani yeye anakuwa na kikosi chake cha machawa, ambapo kwa lugha nyepesi, chawa ni kitu kichafu kinachotokana na uchafu. Sasa hiki ndo kinachoendelea, ndo mfumo tulionao sasa Tanzania, Afrika. Ukisikia mnyama, ndo mfumo huu wa kidhalimu, ambapo ukiangalia kwa macho ya kawaida na kwa akili ya kawaida, kwa mujibu wa katiba, aliyeua watu, aliyemwaga damu za raia, aliyezulumu watu, ametaifisha nchi, ameuza bandari, yani kimsingi unaona kwamba ni kuna namna za uzulumaji na ufisadi mwingi. Sasa aliyefanya makufuru yote haya analindwa, ila alipaswa ahukumiwe, alipaswa ashitakiwe, alipaswa hata ikiwezekana aondolewe kwenye nafasi alionayo, aondolewe. Sababu maana ya kuita kiongozi bora, kama ni kiongozi ambaye haulindi wananchi, haulindi watu, sababu kiongozi ni kiongozi wa watu, unapaswa kulinda watu, kutanguliza watu, na ndivyo katiba inavyosema, kuwatanguliza wananchi. Wananchi ndio wenye nchi, wananchi ndio waliokuajiri wewe, ulipaswa uwatumikie, ila leo unawatumikisha, umewaumiza, umewateka, na bado mamlaka za kishetani zinakupa tunu kama wewe ni dokta au kiongozi bora. Mmeungana na mamlaka za kishetani kumtukuza shetani, lakini huko mwisho wa yote haya mambo hayatabaki hivi. Mstari wa 8, na mizoga yao itakuwa katika njia za Sodoma na Misri, tena ni hapo Bwana wao aliposulubiwa. Na watu wa hao jamaa na kabila za lugha na taifa wataitazama mizoga yao siku 3 unusu, wala hawaiachi mizoga yao na kuiwekwa kaburini. Mstari wa 10 ambao ndio point yangu kabisa, nasema kwamba nao wakawe juu ya nchi wafurahi, na juu yao kushangilia, nao watapelekeana zawadi wao kwa wao, kwa kuwa manabii hao wawili waliwatesa wao wakaao juu ya nchi. Yaani kuna namna amewaua watu wema, amewateka watu wema waliokuwa wakimwambia kwamba hayo wanayofanya sio, katiba haisemi hivi, hii sio haki. Hii sio haki, umechukua nchi kwa njia ya kuteka watu, kuua watu, sio haki mbele za Mungu na mbele za katiba, umekosea, hii sio sawa, tupita njia hii. Sasa wale waliokuwa wakiita wito huo, alitumia nguvu akawateka, yani manabii wa Mungu,
waliokuwa wakitoa unabii kwamba hii sio sawa. Kwa mfano kama kina mchungaji Mbarikiwa, akina Gwajima akafungiwa makanisa, akina Deus Soka, akina Polepole wakatekwa mpaka leo wapo, akina Elisha Juma Injili Ikiuzao Roho wakatekwa, akina Sifa, akina mtoto Mbarikiwa Okovu Mbarikiwa aliuawa na mkurugenzi wa usalama wa taifa Mbeya, mpaka leo yupo na anaendelea kuishi, lakini anaishi katika hali ya damu na hajachukulia hatua yoyote. Sasa unakuja kuona kwamba yote yamefanyika, lakini bado kuna namna wanapelekeana zawadi kumtukuza, sababu unakuja kuona kwamba kuna watu wananufaika na uongozi au kuwa kwenye nafasi ambayo ya urais, yani kukaa mtu ambaye ni dhalimu. Kuna watu wananufaika, kwa hiyo unakuta wanamtukuza, yani aliyestahili kuhukumiwa anatukuzwa, anapelekewa zawadi kwamba wewe ni kiongozi bora. Lakini mimi wito wangu uko hapa, msidhani kwamba mnaofanya haya yote kwamba mambo yatabaki hivi. Kumbukeni katika Biblia nimeongea siku zote kwamba yuko Farao, wako wafalme walikuwa makatili zaidi ya nyie, lakini walianguka na zimebaki historia tu. Na nyie mliopo sasa mnaofanya makufuru kama haya, mfahamu mmeingia kwenye historia ambayo vizazi na vizazi mtatajwa, mtakumbukwa kwa ukatili ambao mmewatenda watu wa Mungu, mmewatenda wananchi, mmeitenda nchi hii, mnaifilisi nchi kwa madeni yasiyolipika kwa sababu ya tamaa na ufisadi. Mnaita maendeleo, lakini maendeleo tuyaoni zaidi, vitu vinapanda bei, kodi zinapanda bei, watu biashara hazifanyiki, machinga wanafukuzwa, Ngorongoro wamefukuzwa. Mnaita maendeleo. Umeshindwa kuthamini watu wa ndani kwa sababu ya wawekezaji wa nje. Unakatili watu wako na kukataa watu wako wa ndani kwa sababu ya wawekezaji ambao wanaishia kuiba na kupola rasilimali za wananchi wako au za nchi yako. Hapana, mimi nasema kwamba pamoja na haya yote, Farao kuanguka utaanguka tu. Ewe Babeli mkuu, kuanguka utaanguka tu. Utaanguka tu, mambo hatabaki hivi. Umeumiza ndugu zetu, ndio mpaka hapa, yani hatuna cha kukufanya, lakini yuko Mungu mwenye mamlaka iliyo juu ya mamlaka za wanadamu. Yuko Mungu. Hata mjisaulishe vipi, mjizime data vipi, yuko Mungu tu. Yuko Mungu mwenye nchi, yuko anaona machozi ya watu na watu wake. Yuko Mungu, yuko Mungu. Ama hatabaki hivi. Anyway, mtukuzeni mtu wenu, mtukuzeni, mpeni maua yake, mpeni maua yake. Ni kweli ni kiongozi bora, ni kweli ni kiongozi dokta, mheshimiwa, ni kweli. Mpeni maua yake, mpeni tu. Asante kwa kunisikiliza.